Shateswa na mapenzi mwaka ulopita, sho mwaka huu. Wai. Shateswa na mapenzi mwaka ulopita, sho mwaka huu. Mbamba, mimi nimekaa hapa muda mrefu nikasema huyu mzee Mbamba ukute tayari huko ameshatekwa na vitoto vya 2000 vimeshampeleka kwenye mvinyo, lakini ninachoshukuru ni kwamba umeshafika salama. Karibu sana mzee Mbamba. Hapana kijana wangu, unajua sisi ambao tumeoa huruhusiwi kutoka mpaka upate suna. Kwa hiyo shangazi yako alinambia sikuruhusu utoke mpaka upate chochote kitu hapa. Si unajua bwana, ukioa mshangazi unatunzwa vibaya mno. Sasa nimekuja hapa kijana wangu, sema kile ambacho umeniitia. Shasha bwana mzee Mbamba, mwezio mimi nimekuita. Unajua ushiku mimi mwezio ndoto nyevu zinanishumbua sana. Yaani na upwilu mie, na upwilu hatari. Shasha katika pita yangu nikaona kuna binti mmoja mzuri sana. Nikasema hapana, huu upwilu mie utakuja kunikaba mpaka shingoni. Kwa hiyo nikasema nimshirikishe mzee Mbamba, ikiwezekana mimi niende nikatoe posha kwa yule binti ili mimi niweze kumuoa. Mimi nikupongeze sana mdogo wangu Kishudu. Hakika hayo maamuzi uliofikia ni maamuzi mazuri sana. Unajua vijana wengi wa siku hizi huwa wanajifanya hawapendi sana kuoa, lakini wewe kitu ambacho umekuja kukizungumza ni kizuri sana. Na mimi nikuahidi kwamba mimi huu mtaa mzima nafahamika kama mzee Kitongozi. Kwa hiyo nikwambie kabisa, kwa hilo toa shaka, yule mtoto umempata. Shasha mzee Mbamba, unajua wewe mtaa mzima huu anakujua kuwa wewe ndio mzee Kitongozi na wewe una degree ya kutongoza. Shasha, mimi nilikuwa naomba pia katika kumtongoza yule binti, mimi nilikuwa nataka unishaidie kwa sababu mimi mwezio domozege. Kumbe wewe ni bwabwa na husemi. Basi mimi nikwambie toa shaka, mimi nimesomea degree ya kwa masuala haya. Kwa hiyo mimi nikwambie toa shaka bwana mdogo, hilo limekwisha. Toa shaka kabisa, hilo limekwisha. Unajua mume wangu Nyampua, binti yetu Kinembe umri alofikia ni umri uko nje wanaume wengi kumkodolea macho. Unajua yupo katika barehe, hivyo inabidi tumtafutie kijibaba, hata kibabu kije kimpose binti yetu. Au unasemaje mume wangu? We subutu, nani amtolee macho mtoto wangu? Mie nakata mtu kabisa vinyanya mshenzi. Sitaki masihala mie na mwanangu. Anayetaka kumtolea mwanangu posa aje hapa nyumbani, na akija hapa ahakikisha ananunulia gari, la sivyo naye namgeuza kaba tazali. Hatari. Tatizo lako futa langu, we ni mbishi. Mtaa ushachafukwa sasa hivi, kila sehemu kuna popobawa. Kaga hapo. Weye nani usiku huu wagonga majumba ya watu? Nani weye? Jitambulishe au waja kuhemea tu. Nani? Jitambulishe nasema. Mimi ni mzee Kitongozi, acha uoga mzee Nyampua, pua kubwa kaa kinyanya mshezi lakini unakuwa muoga hivyo mzee. John mfungue mlango huko. Alhamdulillah. Jamani mume wangu Nyampua, huyo mzee Kitongozi ni mshenga wa mtaa. Huenda kaleta baraka katika nyumba yetu, huenda kaleta barua. Kuwa mpole kwanza nimfungulie. Nakuja mzee Kitongozi. Weye kijana waja kwenye majumba ya watu wajiita Kitongozi. Unatakiwa unapokuja kwenye majumba ya watu uwe na stala na ufuate utaratibu unavotakiwa. Haya, umefuata nini hapa? Kwanza kama ulivyosema baba, mimi naitwa Kitongozi. Kuna kijana mmoja anaitwa Kishundu. Yule kijana bwana anataka kumchumbia binti yako. Kwa hiyo mimi nikasema yule mzee Nyampua na pua yake ilivyokaa tikiti, mie na mudu. Shasha nimekuja hapa, maana yangu ni kwamba yule kijana anataka kumuoa binti yako na tupo tayari kuleta posa.
Weye kijana, waonekana umekuja nyumbani kwangu kuja kunchokonoa chokonoa. Haiwezekani waja kwenye mji wangu alafu anambia mie napua kama tikiti. Naomba uondoke. Uwi nangankuka umewe mbwanga. Naomba uondoke. Ondoka. Haiwezekani unakuja hapa unanivua nguo kwenye nyumba yangu, na sihitaji barua yenu kwa sababu wewe kijana huna adabu. Baba, unajua mfupa hauna mdomo, mdomo hauna mfupa, kwa hiyo nilikuwa nimeteleza. Naomba unisikilize baba, na jambo la heri sana nimelileta hapa. Naomba unisikilize baba. Unajua ulimi hauna mfupa, mfupa hauna ulimi. Bwana weye kijana, nimesema ondoka, maana nimeona kabisa wewe unataka unipeleke Segerea. Nimesema ondoka kijana. Mimi sitaki shari kwenye mji wangu. Nyie vijana wa hovyo mmeotafutwa mjini. Naomba uondoke kijana. Nimetoka gerezani juzi tu hapa. Naomba uondoke. Uwi, ondoka kijana wewe bwana, sitaki. Shasha, unajua mwijio Kinembe nimekuita hapa. Shasha, unajua Shasha mwijio mimi muda mrefu sana nilikuwa Shasha, Shasha sijui shemeje tu. Hapo kwanza nicheke. Unajua Kishundu, you are so handsome. Alafu umenita hapo kwa ajili ya kunitongoza. Alafu ongei kitu unishia kwenye sasa. Alafu unaniambia mimi nikwambie usemeje. Me, I don't know anything. Sio hivyo Kinembe. Mwijio mimi nikionaga mbunyeto moyo wangu unafanya walu. Shasha, mimi ngoja tu nisheme. Mwijio mimi nakupenda. Mimi mwijio nakupenda. Usiku nikilala na kuota, nikinywa maji na kuona kwenye glasi. Mwijio mimi nakupenda Kinembe. Nakupenda mwijio. Oh, amazing Kishundu. Hayo ndo maneno. Sasa hata kama ungeniona kwenye tundu la choo, lakini ningekusikiliza. Hivyo basi kama umenipenda ni vyema ukaja kwetu nikakutambulisha kwa wazazi wangu ili watutambue. Toba. Shasha, hapo ndipo pabaya. Hapo ndipo pabaya. Hapo ndipo pabaya.